Kaburi la Siri, sehemu ya pili, na Sam Owino. Karibuni tuendelee na simulizi yetu, sehemu ya pili. Lakini kabla ya yote, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tunawashukuru sana mashabiki wetu wote kwa pongezi zenu za dhati juu ya simulizi zetu. Wengi wenu mmekuwa mkisema simulizi hizi zina upekee na miondoko ya kitofauti. Tunathamini sana hilo. Katika sehemu ya kwanza, tuliishia baada ya matukio mazito yaliyomkuta Kelvin. Baada ya kumuua mke wake kwa bahati mbaya, na ili kuepuka mkono wa sheria, Kelvin aliamua kumzika mke wake nje ya jiji la Dar es Salaam. Baada ya hapo, alirejea mjini, akatulia kana kwamba hakuna kilichotokea, na akaenda kuripoti kituo cha polisi kuwa mke wake amepotea. Polisi walihangaika kwa siku nyingi kumtafuta mwanamke huyo. Walizunguka, wakauliza mashahidi, wakapitia taarifa mbalimbali, lakini hakupatikana. Hatimaye, kesi ile ilianza kufifia, ikafunikwa kimya kimya. Kelvin moyoni mwake alianza kufurahia kutokomea kwa ukweli. Alijipa moyo kuwa kila kitu kimekwisha. Lakini baada ya wiki 3, simu ililia. Bwana Kelvin, tunakupigia kutoka kituo cha polisi. Tafadhali fika haraka. Mke wako amepatikana. Maneno yale yalimganda kama barafu. Mke wake amepatikana. Inawezekanaje ilhali yeye mwenyewe alimzika kwa mikono yake? Kilichofuata kilikuwa cha kutisha zaidi. Mwanamke aliyepatikana alifanana kabisa na mke wake. Sura, sauti, hata alama za usoni. Lakini hakuwa binadamu wa kawaida. Alionekana anakula nyama mbichi, macho yake yalikuwa matupu, na mienendo yake ilikuwa ya ajabu. Kelvin alipomwona, moyo wake ulitaka kusimama. Hofu ilimvaa. Mashaka yakamchana kichwa. Ndipo akafanya uamuzi mgumu, arudi kule alipomzika mke wake, ajiridhishe mwenyewe. Usiku ulipofika, Kelvin alisimama mbele ya kaburi. Ardhi ilikuwa tulivu. Hakukuwa na dalili ya kufukuliwa. Kaburi lilikuwa vile vile. Hapo akili yake ilivurugika kabisa. Kama kaburi lipo bado, yule aliyepatikana ni nani? Kama alifanana kabisa na mke wake, je, huyu ni mke wake au kitu kingine kisichoelezeka? Ndipo hapo simulizi letu linapochukua mkondo mpya. Mkondo wa hofu, siri nzito na ukweli unaotisha kuliko kifo chenyewe. Endelea kufuatilia, maana kinachokuja hakitakuwa cha kawaida. Moyo wake ulidunda kwa nguvu kiasi cha kuumiza mbavu. Alisogea polepole. Kaburi lilikuwa vile vile alivyoliacha. Udongo ulikuwa bado umetuna kidogo. Yale matawi makavu walioyaweka juu yalikuwa bado yapo, ingawa yalianza kusambazwa na upepo. Hakuna alama yoyote iliyoonyesha kuwa kuna mtu au kitu kilitoka au kuingia. Kevin alianguka magoti. Mungu wangu! Kama kaburi limefungwa, basi yule aliye nyumbani ni nani? Ili kujihidhisha, na kwa sababu udadisi wa mwanadamu wakati mwingine unazidi hofu, Kevin alianza kuchimba. Alitaka kuona. Alitaka uhakika wa 100%. Kichu. Udongo ulikuwa mgumu kidogo kuliko siku ya kwanza, lakini hofu ilimpa nguvu za zaidi. Alichimba kwa dakika 20 bila kupumzika. Ghafla, koleo lake liligonga kitu laini lakini kizito. Alitupa koleo pembeni na kutumia mikono yake kuondoa udongo uliobaki. Harufu kali ya uozo ilimpiga usoni, ikimfanya akohoe na kufunika pua. Lakini alilazimika kuangalia. Alikiona kipande cha ile shuka aliyomfungia. Ilijaa damu iliyoanza kukauka na kubadilika rangi na majimaji ya mwili. Alivuta kidogo ile shuka ili kuona uso. Na hapo alimuona Pendo. Pendo halisi. Uso wake ulikuwa umeanza kuharibika, kuvimba na kubadilika rangi, lakini bado alimtambua. Jeraha kubwa kwenye kisogo lilikuwa bado linatisha. Macho yake yalikuwa yamelegea na kuingia ndani. Wadudu walikuwa wameshaanza kazi yao kwenye sehemu za wazi za mwili wake. Kevin aliruka nyuma na kutapika. Huu ndio ulikuwa ukweli mchungu. Mkewe alikuwa hapa, amekufa, ameoza. Basi yule anayekula nyama mbichi nyumbani kwake, yule anayelala kitandani kwake, yule anayemuita mume wangu, ni pepo, ni ibilisi aliyevaa sura ya Pendo. Kevin alirudishia udongo haraka, mikono yake ikitetemeka kwa hofu mpya. Sasa hakuwa anaogopa polisi tena,
Alikuwa anaogopa kitu kilicho ndani ya nyumba yake. Alikuwa anaishi na mzimu. Alipomaliza kufukia, alisimama na kuanza kukimbia kuelekea kwenye gari. Alihisi kama msitu mzima unamwangalia. Alihisi kama mizimu yote ya eneo hilo inamcheka kwa ujinga wake wa kufikiri angeweza kuficha dhambi kubwa kiasi hicho. Alipofika kwenye gari na kuwasha, simu yake iliita. Jina kwenye kioo cha simu lilimganda. Mke wangu, Pendo. Alitetemeka. Simu hii aliivunja laini na kuitupa. Simu yenyewe aliificha darini. Inawezekanaje imewashwa na kumpigia? Aliipokea kwa uoga, akiweka sikioni polepole. Kevin. Sauti ya Pendo ilisikika, ikiwa na mwangu ule ule wa kutisha, lakini safari hii ilikuwa na hasira. Umeenda kuhakiki? Umeenda kuona aibu yako? Wewe ni nani? Kevin alilia kwenye simu. Pendo yuko kaburini. Nimemwona sasa hivi. Wewe ni nani? Mimi ni Pendo, sauti ilijibu kwa kicheko cha chini chini. Na mimi ni hatia yako. Mimi ni ile dhambi uliyojaribu kuificha. Kevin, rudi nyumbani. Tuna safari. Umesaulika kitu kimoja. Mwili ule hauwezi kubaki kule. Lazima uulete huku. Lazima tuungane. Siwezi kubeba maiti, Kevin aligomba. Utauleta Kevin, sauti ilinguruma ikipasua spika ya simu. La sivyo, nitakuja mimi huko. Na nikija huko, sitakuja peke yangu. Nitakuja na wenzangu wote wa kuzimu. Simu ilikatika. Kevin aliangusha kichwa chake kwenye usukani, akilia kwa uchungu. Alijua hana pa kutokea. Alikuwa mtumwa wa kiumbe hiki. Alikuwa amefungua mlango wa kuzimu kwa mikono yake mwenyewe, na sasa mlango huo haungefungika mpaka deni lilipwe. Aliwasha gari na kuanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Lakini safari hii hakuwa anaenda nyumbani kupumzika. Alikuwa anaenda kupokea maagizo mwisho ya jinsi ya kujiangamiza. Jua liliokuwa linawaka sasa lilionekana kama moto wa Jehanamu unaomsubiri. Kevin aliingia nyumbani kwake kwa hatua za polepole, kama mfungwana anaingia kwenye chumba cha kunyongwa. Jua la saa 4 za asubuhi lilikuwa limeanza kupanda, lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na gaza la ajabu. Mapariza yote yalikuwa yamefungwa kwa nguvu, yakizuia hata mwanga mdogo kupenya. Alipofika seluni, alimkuta Pendo, au kile kitu kilichovaa sura ya Pendo, amekaa kwenye kochi, amevaa miwani meusi makubwa. Ngozi yake ambayo jana ilionekana nyeupe, sasa ilikuwa imeanza kuwa na madoa madogo ya kijani, na sehemu za mdomo wake zilikuwa na vidonda vilivyoanza kutoa majimaji ya njano. Umerudi, Pendo alisema bila kugeuka. Sauti yake ilikuwa kavu kama karatasi inayokunjuka. Nimerudi, Kevin alijibu kwa uchovu. Nimeenda, nimeona, nimeamini. Pendo aligeuka polepole, alivua miwani yake. Kevin alirudi nyuma kwa mshtuko. Macho ya Pendo yalikuwa yameanza kuyeyuka. Sehemu nyeupe ya macho ilikuwa imegeuka kuwa nyekundu tititi, na mboni zake zilikuwa zimepanuka kiasi cha kufunika karibu jicho zima. Hakuwa tena na muonekano wa kibinadamu. Alikuwa anaoza akiwa hai. Muda wangu kwenye mwili huu unakwisha, Kevin, Pendo alisema huku akikohoa na kutoa kipande cha nyama iliyooza kutoka kooni mwake. Huu mwili wa kuazima hauwezi kuhimili nguvu zangu kwa muda mrefu. Ndiyo maana na kuhitaji. Unataka nini kwangu? Kevin alianguka magoti akilia. Nimefanya kila kitu. Nimekuficha, nimekubali kuishi na wewe. Unataka nini tena? Nataka kufa, Pendo alijibu kwa utulivu wa kutisha. Lakini nataka kufa kifo cha kawaida. Kifo kitakachokufanya wewe uwe huru na mimi nipumzike. Kevin aliinua kichwa chake. Unamaanisha nini? Sikiliza kwa makini. Pendo alisimama na kumsogelea, harufu ya uozo ikijaa pua za Kevin. Polisi wanajua niko hai. Wazazi wangu wanajua nimerudi. Lakini mimi siwezi kuendelea kuonekana hivi. Kesho nitakuwa nimeoza kabisa. Nitakuwa mzoga unaotembea. Alishika bega la Kevin kwa mkono wake wa baridi. Mpango ni huu. Leo usiku lazima turudi msituni. Tutaufukua mwili wangu halisi. Utaupakia kwenye gari. Tutauleta hapa mjini au karibu na hapa. Kevin alitikisa kichwa kwa nguvu. Hapana, siwezi kubeba maiti iliyooza. Siwezi. Utafanya, Pendo alinguruma, sauti iliyomfanya Kevin azibe masikio. Taa za sebuleni ziliwaka na kuzima ghafla. Picha ya harusi yao iliyokuwa ukutani ilianguka na kupasuka. Pwa! Utafanya, kwa sababu huna chaguo, Pendo aliendelea kwa sauti ya chini ya kutisha. Ukishaufukua mwili, tutautafutia sehemu.
Kisha mimi, huyu unayemwona, nitaondoka, nitatoweka, na wewe utagundua mwili wangu. Utasema nimepata ajali au nimevamiwa na majambazi nikiwa natoka dukani usiku. Mwili utakuwa umeharibika, hivyo hakuna atakayejua kilichotokea hasa. Kevin alielewa mpango huo. Ulikuwa mpango wa kinyama, lakini wenye mantiki potofu. Akifanya hivyo, atakuwa na mwili wa kuonyesha polisi, atakuwa na mazishi, atakuwa na closure. Kesi ya kupotea itafungwa na kesi ya mauaji itakuwa ajali au ujambazi. Lakini gharama yake ilikuwa ni kushikana na kifo chenyewe. Sawa, Kevin alikubali kwa shingo ukande, akijua ameshindwa. Tutakwenda usiku wa manane. Mchana ule ulikuwa mrefu kuliko yote. Kevin alikaa chumbani akiangalia saa ikizunguka. Pendo alibaki sebuleni amejifunika shuka gubi ili kuficha harufu na muonekano wake unaoharibika. Mara kwa mara Kevin alisikia milio ya ajabu kutoka chini, kama mbwa anayetafuna mfupa. Alijua Pendo alikuwa anakula tena, ingawa hakutaka kujua anakula nini. Saa 8 za usiku zilipofika, Kevin alishuka chini. Alikuwa amevaa overall ya kazi na maski 2 usoni ili kuzuia harufu. Tuko tayari? Pendo alisimama. Alikuwa amevaa buibui refu jeusi lililoficha mwili wake wote. Ni macho yake tu yaliyokuwa yakiwaka kama makaa ya moto gizani. Twende, Pendo alisema. Gari lako lina mafuta? Kevin aliganda. Sijui, nadhani lina nusu tenki. Inatosha kufika Msata na kurudi. Hakikisha inatosha, Kevin, Pendo alionywa. Hutaki tukwame na maiti njiani. Walitoka nje. Usiku ulikuwa wa giza totoro, mwezi ukiwa umefichua na mawingu mazito. Kevin aliwasha gari. Pendo aliingia kiti cha nyuma safari hii, akidai kuwa harufu yake itamsumbua Kevin akiwa mbele. Gari liliondoka Goba likielekea Bagamoyo Road. Barabara ilikuwa tupu. Kevin aliendesha kwa kasi akitaka kumaliza jambo hili haraka, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Alihisi kama anaendesha gari ya mazishi yake mwenyewe. Walipofika njia panda ya Msata, Kevin aliona taa ya mafuta ikiwaka kwenye dashboard. Oh, hapana, Kevin alinong'ona. Nini? Sauti ya Pendo ilisikika nyuma, kali na ya haraka. Taa ya mafuta inawaka. Nilisahau geji yangu ni mbovu, huwa haisomi sawasawa. Kicheko cha Pendo kilisikika, kicheko cha kejeli na hasira. Mpumbavu. Wewe ni mpumbavu, Kevin. Unacheza na maisha yako. Tutafika, Kevin alijitetea kwa hofu. Kuna sheli mbele kidogo, tutajaza. Lakini walipofika kwenye kituo cha mafuta, kilikuwa kimefungwa. Taa zote zilizimwa. Endelea, Pendo aliamuru. Tutaenda hivyo hivyo, usithubutu kusimama. Kevin aliendelea kuendesha, jasho likimtiririka. Gari lilianza kukohoa kidogo lilipokuwa linaingia kwenye barabara ya vumbi ya msituni. Krrr, krrr. Walifika kwenye ule mbuyu. Gari liliunguruma mara ya mwisho na kuzima. Tumefika, Kevin alisema akishusha pumzi. Lakini kurudi? Fukua kwanza, Pendo alimkatisha. Mengine yatajijua. Kevin alishuka na kuchukua koleo na tochi. Pendo alishuka pia, akisimama pembeni kama msimamizi wa kazi za kuzimu. Buibui lake lilipepea kwa upepo mkali uliokuwa unavuma msituni. Kazi ya kufukua ilianza tena. Safari hii Kevin hakuwa na huruma wala oga wa kuona mwili. Alitaka tu kumaliza. Alichimba kwa hasira, udongo ukiruka huku na kule. Baada ya nusu saa, shimo lilikuwa wazi. Harufu ilikuwa mbaya mara 10 ya ile ya asubuhi. Kevin alikunja uso, machozi yakimtoka kwa sababu ya harufu kali ya amonia na uozo. Alishuka shimoni. Alimshika Pendo, yule Pendo halisi, kiunoni. Mwili ulikuwa tebwere. Ngozi ilibabuka mkononi mwake alipojaribu kuuvuta. Vuta Kevin, vuta! Pendo wa juu alipiga kelele. Kevin alitumia nguvu zake zote, akauinua ule mwili mzito ulioloana na kuutoa nje ya kaburi. Ulianguka pwa kwenye majani makavu. Sasa pakia kwenye buti, Pendo aliamuru. Kevin akiwa amechafuka kwa udongo na majimaji ya maiti, aliubeba mwili ule na kuuweka kwenye buti ya gari. Alifunga buti kwa kishindo. Twende sasa, Kevin alisema akielekea kwenye mlango wa dereva. Alijaribu kuwasha gari. Chui chui chui, gari halikuwaka. Chui chui chui, kimya. Kevin alijaribu tena na tena, hakuna kitu. Mafuta yamekwisha kabisa.
Limeisha, Kevin alisema, sauti yake ikiwa haina nguvu. Gari limeishiwa mafuta. Ukimya mrefu ulipita. Pendo alisimama mbele ya gari, lakitazama kwa hasira, kisha akamtazama Kevin. Huwezi kuliacha gari hapa na mwili, Pendo alisema. Kutapambazuka baada ya saa chache. Watu watapita, wataona gari, wataita polisi. Nifanye nini? Kevin alilia. Nifanye nini jamani? Mbebe, Pendo alisema. Mtoe kwenye gari, mbebe. Kuwapeleka wapi? Mjini ni mbali sana. Tafuta njia, tafuta usafiri mwingine, lakini gari hili likikutwa na mwili umekwisha. Ondoa ushahidi. Kevin alikumbuka kuwa alipokuwa akiingia njia panda ya Msata, aliona kibanda cha msimamizi wa mashamba ambapo kulikuwa na toroli la kubebea mambolea limeegeshwa nje. Ilikuwa kama kilomita 2 toka hapo. Kuna toroli? Kevin alijibu. Naweza kutumia toroli. Nenda kalichukue. Harakisha, jua halikusubiri. Kevin alikimbia gizani kuelekea barabarani, akiliacha gari lake mzimu na maiti nyuma. Hakuamini maisha yake yamefika hapa, kubeba maiti ya mkewe kwenye toroli usiku wa manane. Lakini hakuwa na chaguo. Kivuli cha hatia kilikuwa kimegeuka kuwa mnyororo mzito shingoni mwake. Giza lilikuwa nene kiasi cha kuweza kukatwa kwa kishu. Msitu wa Msata ulijaa sauti za wadudu waliolia kwa mfululizo. Krrr, krrr. Kana kwamba walikuwa wakishangilia msiba uliokuwa unaendelea. Kevin alisimama kando ya gari lake lililozima, kifua chake kikipanda na kushuka kwa kasi. Mbele yake, kwenye buti iliyokuwa wazi, kulikuwa na mzigo wa dhambi zake. Mwili wa Pendo uliokuwa umeanza kuoza, ukinuka harufu ambayo ilishinda uwezo wa pua zake kuvumilia. Harakisha, sauti ya Pendo, yule Pendo hamzimu, ilisikika nyuma yake. Muda haukusubiri. Kevin alimeza mate machungu. Aligeuka na kuanza kukimbia kuelekea barabarani, akielekea kile kibanda cha mlinzi alichokiona awali. Kila hatua aliyopiga ilikuwa nzito. Miguu yake ilikuwa imejaa matope na viatu vyake vilikuwa vinateleza. Alipofika kile kibanda, alimkuta mlinzi amelala fofo kwenye kiti cha mboa, redio ndogo ikiwa inaguruma pembeni mwake. Kwa mikono inayotetemeka, Kevin alisogea toroli la chama lilikuwa limeegeshwa chini ya mti wa mwembe. Lilikuwa kuukuu, limejaa kusi na tairi lake moja lilionekana kupwaya. Lilinyanyua polepole. Kwii! Toroli lilitoa mlio mkali wa chama kusuguana. Kevin aliganda akimwangalia mlinzi. Mlinzi aligeuka upande wa pili na kuendelea kukoroma. Kevin alishusha pumzi. Kisha lilisukuma toroli lile kwa haraka kuelekea gizani, akiliacha kibanda kile nyuma. Aliporudi kwenye gari, Pendo alikuwa amesimama juu ya buti, amekaa kama ndege aina ya bundu, akimwangalia kwa macho yanayowaka. Pakia, aliamuru. Zoezi la kuutoa mwili kwenye buti na kuuweka kwenye toroli lilikuwa la kitisho kuliko yote. Mwili wa Pendo ulikuwa utelezi. Shuka aliyokuwa amemfunikia nayo ilikuwa imeloa majimaji meusi na kunata. Kevin alipoishika miguu yake ili kumvuta, ngozi ilibabuka mkononi mwake. Kevin alilia, akijaribu kutotapika upo juu ya maiti hiyo. Alifanikiwa kuubwagiza mwili ule ndani ya toroli. Uliingia pwa kama gunia la viazi lililooza. Miguu ya maiti ilining'inia nje kidogo. Kevin alichukua mashuka mengine aliyokuwa nayo kwenye gari na kuifunga vizuri ile maiti ili isionekane, na kuifunga kamba ili isidondoke. Safari njema mume wangu, Pendo alisema, akishuka kutoka juu ya gari na kuanza kutembea mbele. Nitakuongoza. Kevin alishika mipini ya toroli. Mikono yake ilikuwa na malengelenge tayari kutokana na kuchimba kaburi. Alinyanyua toroli. Uzito ulikuwa mkubwa ajabu, kana kwamba alikuwa amebeba dunia nzima. Safari ilianza. Barabara ya vumbi ilikuwa na mashimo na mawe. Kila jiwe alilolikanyaga, toroli liliruka na kutishia kumpindua. Kwi, kwi, kwi. Mlio wa tairi la toroli ulikuwa kama muziki wa mateso. Ulikuwa mkali, ukipasua ukimya wa usiku. Kevin alijua sauti hiyo inaweza kumwamsha mtu yeyote aliye karibu, lakini hakuwa na namna ya kuinyamazisha. Kimbia Kevin, kimbia, Pendo alimhimiza, akitembea hewani hatua chache mbele yake. Miguu yake haikugusa chini. Kevin alijikaza. Jasho lilimtoka mwili mzima, likichanganyika na matope na harufu ya maiti. Alisukuma toroli lile kwa nguvu zake zote. Alitoka kwenye njia ya msituni na kuingia barabara kuu ya Bagamoyo. Kwa bahati nzuri,
Usiku huo barabara ilikuwa nyeupe, hakuna magari mengi. Kevin alitembea pembezoni kabisa mwa barabara kwenye nyasi ili kukwepa mwanga wa taa za magari machache yaliyopita. Kila alipoona taa kwa mbali, aliruka na kuingia kichakani, akijibana na toroli lake lenye mzigo wa kifo, huku moyo ukimdunda pa pa pa. Saa zilikatika, saa 9, saa 10. Mwili wa Kevin ulikuwa unamuuma kila mahali. Mabega yalikuwa kama yanawaka moto, miguu ilikuwa imekufa ganzi, lakini Pendo hakuacha kumuhimiza. Nyumbani ni mbali Kevin, Goba ni mbali, inabidi uongeze mwendo. Sauti ya Pendo ilizidi kuwa ya kejeli. Unakumbuka siku uliponisukuma? Hukuona nilikuwa mzito wakati huo, sasa unaona uzito wangu? Nyamaza Kevin, alinguruma kwa uchovu, pumzi zikimuishia. Nyamaza basi. Si nyamazi mpaka tufike, mpaka uniweke kwenye kitanda changu tena, au mpaka ufe na mimi. Walipokuwa wanakaribia maeneo ya Bunju, Kevin alianza kuona viashiria vya alfajiri. Anga la mashariki lilianza kuwa na rangi ya kijivu hafifu. Hii ilimpa hofu mpya. Akikutwa na mwanga wa jua akiwa na toroli wenye maiti, maisha yake yamekwisha. Pambazuka Kevin, alinong'ona kwa hofu. Kuna pambazuka. Ghafla alisikia mlio wa gari la polisi nyuma yake. Wiu wiu. Sio vingora, bali ni ile sauti ya gari linalokimbia kwa kasi. Kevin aliruka mtaroni na toroli lake. Alianguka vibaya. Toroli litampindukia kidogo. Majimaji ya maiti yakamwagika mguuni mwake. Gari la polisi lilipita kwa kasi, likimulika taa zake kali barabarani. Hawakumwona. Kevin alibaki mtaroni akihema juu juu. Harufu ya uozo mguuni mwake ilikuwa kali kiasi kwamba alishindwa kupumua. Alitazama juu, akaona Pendo amesimama juu ya mti uliokuwa karibu, akicheka. Umechoka Kevin? Aliuliza. Bado kidogo tu. Inuka ubebe msalaba wako. Kwa maumivu makali ya mgongo, Kevin alilisimamisha tena toroli. Alirudishia ule mwili vizuri. Alianza tena safari. Sasa alikuwa anatembea kama mtu aliyekatika kiuno, akijikongoja. Mbele yake aliona taa za mji zikianza kuonekana kwa wingi. Alikuwa anaingia kwenye makazi ya watu. Hapa ndipo hatari ilipokuwa kubwa zaidi. Watu wa alfajiri, wamama wa chapati, dereva bodaboda, wangeanza kuamka muda wowote. Nipeleke wapi Kevin? Aliuliza kwa kukata tamaa. Siwezi kufika Goba kwa toroli hili, ni mbali sana. Tafuta sehemu, Pendo alimnong'oneza. Tafuta sehemu yenye watu wengi, hapo ndipo pazuri pa kuficha siri. Au labda tuendelee tu mpaka miguu yako ivunjike. Kevin alijua hawezi kufika nyumbani. Alikuwa amechoka, amechanganyikiwa na amezungukwa na harufu ya kifo. Alikuwa akisukuma toroli katikati ya barabara, akijaribu kushindana na jua lililokuwa linakuja kumwanika. Huu ulikuwa mwisho wa safari ya siri. Mwanzo wa aibu ya hadhari ulikuwa unanukia. Jasho lilimtoka Kevin kama mtu aliyemwagiwa maji ya hoto. Kila hatua aliyopiga ilikuwa kama mapambano ya kati ya uhai na kifo. Barabara ya lami ilianza kupata moto taratibu kutokana na miale ya jua la asubuhi iliyoanza kuchomoza kwa kasi. Kwii, kwii, kwii. Mlio wa toroli lile la chumo ulikuwa ukimtesa masikioni mwake kuliko kelele zozote alizowahi kuzisikia. Kila mzunguko wa tairi bovu ulikuwa ukipiga kelele, muuaji, muuaji, muuaji. Kevin alikuwa amevuka eneo la Bunju na sasa alikuwa anaingia maeneo ya Boko. Watu walikuwa wameanza kuongezeka. Magari ya daladala yalikuwa yakipita kwa kasi, makondakta wakipiga debe na bodaboda zikipishana. Kevin alijitahidi kutembea pembezoni mwa barabara, akijifanya kama kibarua wa kawaida anayepeleka mzigo, lakini mzigo wake ulikuwa na umbo la binadamu na ulinuka kifo. Wanakutazama Kevin, sauti ya Pendo ilimnongoneza sikioni mwake, ingawa hakuwepo kimwili. Yule mama pale aliyevaa kanga nyekundu ameona damu ikidondoka. Kevin aligeuka kwa hofu kumtazama mama huyo, lakini hakukuwa na mtu. Ilikuwa ni kivuli tu cha mti. Akili yake ilikuwa inaanza kumdanganya. Uchovu wa kutolala kwa siku kadhaa, njaa na msongo wa mawazo vilikuwa vikimmaliza. Nyamaza, Kevin alijisemea kwa sauti, akilisukuma toroli kwa nguvu zaidi. Hakuna anayejua, hakuna anayeona. Bado sauti iliendelea, safari hii ikisikika kama inatokea ndani ya lile toroli. Lakini harufu, huwezi kuficha harufu mume wangu. Harufu ya dhambi ni kali kuliko manukato yoyote. Ghafla, Kevin aliona kundi la wanafunzi wakitembea kwenda shule mbele yake. Walikuwa wanacheka na kupiga stori. Kevin alijua hawezi kupita katikati yao na mzigo huu unaonuka.
ilibidi abadilishe njia. Aliona kichochoro kinachoingia mtaani upande wa kushoto, barabara ya vumbi inayoelekea kwenye makazi mapya. Aliingiza toroli kwenye kichochoro hicho kwa kasi. Tairi la mbele la toroli liligunga jiwe kubwa. Kraa! Toroli liliyumba, likataka kupinduka. Kevin alitumia nguvu zake zote za mwisho kulizuia lisianguke. Misuli ya mikono yake iliuma na alihisi mshipa wa mgongo ukivutika vibaya. Polepole Kevin, Pendo alicheka. Hutaki mke wako adondoke kwenye vumbi kabla hajafika nyumbani. Jua lilizidi kupanda. Sasa ilikuwa saa 12:30. Mwanga ulikuwa wazi kabisa. Kevin aliweza kuona nzi wa kijani wakianza kulifuata toroli lake. Nzi mmoja, kisha wawili, kisha kundi zima likaanza kuzunguka ule mzigo uliofungwa shuka. Hali ilikuwa mbaya. Alipokuwa akipita karibu na nyumba moja iliyokuwa na uzio wa senyenge, mbwa wakali walianza kubweka na kurukia uzio. Walihisi harufu. Kevin alikimbia, akilisukuma toroli kwa kasi ya ajabu, miguu yake ikichapana na vumbi. Wanakujua, wanakujua! Sauti ya Pendo ilizidi kupiga kelele kichwani mwake. Mbele yake aliona mteremko mkali uliokuwa na mawe mengi. Hiyo ndiyo ilikuwa njia ya mkato ya kutokea upande wa Goba. Alijua ni hatari, lakini hakuwa na chaguo. Barabara kubwa ilikuwa na watu wengi sasa. Alianza kuteremka. Uzito wa toroli ulimshinda. Toroli lilianza kumvuta. Badala ya yeye kulisukuma, lilikuwa linamkimbiza. Miguu yake ilishindwa kuhimili kasi hiyo. Zuia, zuia! Kevin alipiga kelele, viatu vyake vikisugua mawe, lakini kasi ilizidi. Kwi 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 kwi! Mlio wa tairi uliongezeka. Kevin alijikwaa kwenye mzizi wa mti uliokuwa umetokeza. Dunia ilizunguka. Kevin alianguka kifudifudi, uso wake ukisugua kwenye changarawe. Toroli liliruka hewani kwa kishindo, likapiga chini na kupinduka. Mzigo ulifunguka. Mwili wa Pendo ukiwa umevimba na kuharibika vibaya, ulitoka ndani ya mashuka na kubiringika mpaka katikati ya njia panda ndogo iliyokuwa chini ya mteremko huo. Harufu nzito ya uozo ililipuka eneo hilo kama bomu la gesi. Kevin alijaribu kuinuka, lakini mguu wake ulikuwa umeumia vibaya. Alitazama chini. Mwili wa mke wake ulikuwa pale, wazi. Mkono mmoja ulikuwa umenyooka ukimnyoshea kidole Kevin. Na wakati huo huo, alisikia sauti za watu. Jamani, kuna ajali huku. Kuna mtu ameanguka na toroli. Hiyo harufu ni nini? Mungu wangu, kuna kitu kimekufa hapa. Watu walianza kukimbia kuelekea eneo la tukio. Wamama waliokuwa wakienda sokoni, vijana wa bodaboda na wapita njia. Kevin alijaribu kutambaa ili aufikie mwili na kuufunika, lakini alikuwa amechelewa. Ni maiti! Ni maiti ya mtu! Mama mmoja alipiga yowe la kutisha baada ya kuona ule mwili. Kelele zilisambaa. Muuaji! Kamata mwizi! Kamata muuaji! Kevin alijikunyota chini, akifunga macho yake kwa nguvu. Alitamani ardhi ipasuke immeze. Alitamani amke na kukuta yuko kitandani mwake, lakini maumivu ya mguu na harufu ya maiti vilimhakikishia kuwa huu ndio uhalisia. Katikati ya kelele za watu waliokuwa wakimzunguka na kuanza kumpiga mawe na findo, Kevin aliinua macho yake kwa tabu. Pale katikati ya umati alimuona Pendo, yule Pendo mzimu, amesimama akiwa msafi, amevaa gauni jeupe, akimwangalia kwa huruma ya kinafiki. Pendo alinyanyua mkono na kumpungia kwa heri. Umefika nyumbani Kevin, Pendo alimnong'oneza, sauti yake ikipenya katikati ya kelele za kipigo. Gari la polisi, lile la Sergeant Bakari, liliwasili eneo la tukio, vingora vyake vikilia wiu wiu wiu. Kevin alitabasamu kwa uchungu. Mchezo ulikuwa umeisha. Kelele za umati zilizidi kuwa kubwa kama mvumo wa bahari iliyochafuka. Kevin alikuwa amejikunyata chini kando ya lile toroli lililopinduka, huku mvua ya mawe, miteke na findo ikishukia. Maumivu makali yalipenya mwilini mwake, lakini yalikuwa madogo kulingana na maumivu ya nafsi yake iliyopondeka. Harufu nzito ya maiti ya Pendo iliyoanikwa hadharani ilichanganyika na harufu ya damu ya Kevin mwenyewe. Muuaji! Mchawi! Piga yeye! Sauti za wananchi wenye hasira zilitawala anga. Ghafla, mlio mkali wa risasi ulipasua hewa. Pa! Pa! Umati ulitawanyika kwa hofu, ukimwacha Kevin akiwa amelala kwenye vumbi, akikoroma kwa maumivu. Sajenti Bakari alishuka kwenye gari la polisi, bastola yake ikiwa bado mkononi, moshi mwepesi ukifuka kwenye mtutu. Nyuma yake, askari wengine walishuka na bunduki, wakiweka ulinzi mkali. Bakari alitembea polepole kumfuata Kevin. Alipoifikia ile maiti iliyokuwa imetoka kwenye mashuka, alisimama. Alishusha pumzi ndefu, akijaribu kuzuia kichefuchefu kilichomjia. Ingawa uso ulikuwa umeharibika, alimtambua Pendo kwa nguo zake na kimo chake. Mungu wangu, Bakari alinong'ona, kisha alimgeukia Kevin ambaye alikuwa anajaribu kunyanyuka kwa tabu.
Askari wawili walimvamia Kevin na kumfunga pingu. Bakari! Kevin alikohoa damu, akimwangalia sajenti kwa macho yaliyojaa wazimu. Bakari, mwambie Pendo aache kunifuata. Mwambie nimeshafanya alichotaka, nimemrudisha. Bakari alimkazia macho Kevin kwa mshangao. Unasema nini wewe? Pendo ndio huyu hapo umemuua na kumharibu kiasi hiki? Hapana, Kevin alipiga kelele akijaribu kujinasua. Polisi walipomsikia Kelvin akisema kwa msisitizo kwamba mke wake Pendo alipatikana, ukimya mzito ulitanda pale barabarani. Bakari, askari aliyekuwa akimhangaikia tangu mwanzo wa kesi hii, alimtazama kwa macho yaliyochanganyika mshangao, hofu na maswali mazito. Ulipatikana wapi? Bakari aliuliza kwa sauti ya chini lakini kali. Kelvin, akiwa amelala chini amezingirwa na askari, alijibu bila kusita. Kituo cha polisi, nilikuja kumpokea mwenyewe. Ndipo polisi walipoanza kumwonyesha kanda za CCTV. Kwenye video, Kelvin anaonekana akiingia kituoni usiku mmoja, anakaa kwenye benchi, anaongea peke yake kana kwamba kuna mtu pembeni yake. Alitabasamu, akasimama, akaonyesha kana kwamba anashika mkono wa mtu asiyeonekana, kisha akaondoka. Hakukuwa na mwanamke, hakukuwa na Pendo, kulikuwa na Kelvin peke yake. Kelvin alipatwa na butwaa, machozi yakamtiririka bila hiari. Hapana, nilimuona, nilimsikia, nilimshika mkono, alisema kwa sauti ya kuvunjika. Lakini ukweli haukuwa na hisia. Ushahidi ulikuwa wazi. Yule mwanamke aliyedaiwa kupatikana hakuonekana kabisa katika ulimwengu wa kweli. Hapo ndipo ukweli mzito ulipoanza kufunuliwa. Pendo aliyekuwa nyumbani hakuwa mwanadamu wa kawaida, wala hakuwa mke wake aliyemzika. Alikuwa ni kiumbe au taswira ambayo akili ya Kelvin iliiumba, au mchezo wa nguvu zisizoeleweka. Kelvin alikamatwa rasmi na kufikishwa mahakamani akisubiri hukumu ya kumuua mke wake. Lakini Bakari, akiwa askari lakini pia mwanadamu mwenye dhamira, aliona kuna jambo kubwa zaidi ya kosa la jinai. Akaamua kufunga uchunguzi wake kwa kutafuta maoni ya wataalamu wa kiimani na kitaaluma. Alianza kwa shekhe. Shekhe alimsikiliza kwa makini kisha akasema, kwa mujibu wa Uislamu, mwanadamu akifa roho yake huingia katika ulimwengu unaoitwa barzakhi. Hapo roho husubiri mpaka siku ya Kiyama. Hakuna marehemu anayeruhusiwa kurejea duniani kuishi tena au kuwasumbua walio hai. Korani iko wazi kabisa juu ya hilo. Shekhe aliendelea, kinachoonekana kama marehemu kurudi mara nyingi huwa ni majini au michezo ya shetani, au ni wasiwasi na hofu inayochezewa akili ya mwanadamu. Majini wana uwezo wa kujibadilisha sura na kuwatia watu hofu, lakini si roho ya marehemu. Imani ya Kiislamu inapinga vikali dhana ya marehemu kurudi duniani. Bakari alienda kwa daktari bingwa wa afya ya akili. Daktari alimwambia, msongo mkubwa wa mawazo, hatia nzito na hofu vinaweza kuifanya akili ijenge uhalisia bandia. Mtu anaweza kuona, kusikia na hata kuamini anaishi na mtu asiyekupo. Kwa Kelvin, Pendo aliyerudi alikuwa ni zao la akili yake iliyozongwana na hatia. Hatimaye Bakari alimtembelea mchungaji. Mchungaji alimpa wosia mzito akisema, mwanadamu ni udongo na pumzi ya Mungu. Pumzi ikiondoka, humrudia Mungu. Udongo baki ardhini. Hakuna aliyekufa anarudi kuishi kati ya walio hai. Kinachoonekana katika ulimwengu wa kiroho mara nyingi si kweli. Ni michezo ya giza inayolenga kucheza na akili za mwanadamu. Bakari alichukua maoni ya watu hao watatu. Ukweli ukawekwa wazi. Hakukuwa na Pendo aliyerudi. Kulikuwa na dhambi, hatia na akili iliyojiumiza yenyewe. Simulizi ikaishia pale. Kelvin akiwa rumande akisubiri hukumu ya kumuua mke wake, akijiuliza kila usiku, je, alichokiona kilikuwa mzimu au ni dhamiri yake iliyomtesa? Na swali likabaki hewani, ni nini kinatisha zaidi, mzimu wa wafu au akili ya mwanadamu aliye hai? Subscribe at Yasam Owino Simulizi.